Baada ya kuwa amefika nyumbani, alishuka kwenye gari, lakini akiwa anaingia, yule mwanamke alijitokeza nyuma yake. Ingawa kwa awamu hii hakumuona, wala mlinzi hakumwona huyu mwanamke. Kijana huyu aliingia ndani na kurudishia mlango, lakini baada ya kuingia ndani ni kama kuna mabadiliko aliona. Akatabasamu na kusema, "Baby, mara zote unapenda kunifanyia surprise." Aliongea huku akipanda kwenda kwenye chumba chake cha kulala kilichokuwa kinapatikana upande wa juu, lakini alisita na kurudi chini. Akaelekea upande wa jikoni. Alifungua mlango wa jiko. Kulikuwa na binti mmoja mzuri sana. Alinyata na kumsogelea kisha akamkumbatia. Huyu binti alishtuka. Alisema, "Jamani, hivi ujue unaweza kumuua mtu kwa matani yako? Kwani huwezi kuongea ili mtu ajue kuna mtu kaingia?" Huyu kijana alijibu, "Kwa nini niage wakati nipo kwangu na kila kilichopo hapa ni changu, hata wewe ni wangu?" Huyu mwanamke alimuuliza, "Ulikuwa wapi?" "Sasa ni mwaka tangu mama ameondoka. Sasa nilienda kumuona." "Ok, vizuri. Sasa nadhani moyo wako una amani kwa sasa baada ya kufanya hivyo?" "Ndiyo, niko sawa sasa." Walikuwa wanaonekana kuwa watu waliojaa furaha na tabasamu. Huyu kijana alimuuliza huyu mwanamke, "Leo tunakula nini? Maana naona upo unapika." Mume wangu, Bashiri, napika nini?" Mwanaume alisema, "Siwezi kujua unapika nini, ila ninachojua unapika chakula kitamu kama jina lako Nima." Mwanamke anayejulikana kama Nima, ambaye sasa ni mpenzi wake, alisema, "Ati hivyo? Nimepika chakula unachokipenda?" Akauliza, "Kama nini? Maana ninapenda vingi." Nima akasema, "Chakula chako pendwa ni nini?" Aliwaza, lakini kabla hayatoa jibu, Nima aliingilia na kusema, "Inaonekana leo una mawazo sana au?" "Hapana, sina mawazo." "Mbona unasema hivyo?" "Nakuona au kwa sababu unatoka makaburini?" "Hapana, najua mama hayupo, lakini wewe umechukua nafasi yake." "Sasa mbona ni kama unanijibu mawazo yako mbali na hapa?" "Hapana, nipo sawa." Walikuwa katika hali ya mahaba na furaha. Neema alisema, "Sawa, usijali, nitakuwa mama yako." Huyu kijana alimbusu mdomoni na kuongeza kusema, "Nafikiri natakiwa kukuonesha chakula changu pendwa." Alimbeba juu huku Neema akiwa analalamika kwa mahaba, "Baby, hapana, baby, subiri, ngoja nizime jiko basi." Lakini hakusikilizwa. Neema aliongeza kusema, "Ujue tutachoma nyumba." Mpenzi wake alimjibu, "Nataka kukuonyesha chakula changu pendwa kwa dakika 10 tu." Neema akasema, "Najua hautafanya hivyo kwa dakika 10." Aliongea hivyo wakati mlango wa jikoni unafunguliwa huku Neema akiwa kabebwa juu juu. Ndani ya muda mchache, mpenzi wake Neema alionekana akiwa anajifunga taulo akitokea kitandani. Alisema, "Baby, nimesikia kama unaniuliza kitu." Neema alisema, "Hapana, sikuuliza chochote." Baada ya Neema kumaliza kuongea, kuna sauti ya kike ilisikika ikijibu, "Ni kweli hajauliza, mimi ndiye niliyeuliza." Mpenzi wake na Neema alishtuka na kupiga kelele baada ya kugeuka na kumwona yule mwanamke aliyemwona kule makaburini. Hata Neema alishtuka sana kwa kusikia mpenzi wake kashtuka na kupiga kelele. Neema alimuuliza, "Baby, kuna nini? Upo sawa?" Mpenzi wa Neema alimwangalia Neema kisha akamwangalia huyu mwanamke aliyekuwa kasimama ukutani. Alishangaa kuona Neema ni kama haoni mtu mle chumbani. Mpenzi wa Neema aligeuka na kumwangalia Neema tena. Alipokuja kugeuka kumwangalia huyu mwanamke, hakumuona tena. Sasa mpenzi wa Neema aliamua kuzuga na kusema, "Ndio, nipo sawa, lakini ni kama nimepigwa na shoti ya maumivu kiunoni hivi." Neema alisema, "Ahaha, maumivu ya kiuno?" "Ndio." Neema alisema, "Nadhani ni kulingana na kazi uliyomaliza kufanya." Mpenzi wake alisema, "Nafikiri kutokana na kazi niliyotoka kufanya." Neema alimwangalia mpenzi wake kwa mahaba huku akingata kucha ya kidole cha pili kutoka kwa kidole gumba, kisha akajilaza kitandani. Mpenzi wa Neema alisema, "Ngoja niingie bafuni mara moja." Alipiga hatua kwa mawazo na kuingia bafuni. Muda huo akiwa anawaza ameona nini, alisogelea kioo cha bafuni akiwa anataka kujiangalia na kupitisha maji usoni, lakini aliponyanyua mkono na kugusa sinki, yule mwanamke alimtokea waziwazi. Alishtuka na kupiga kelele kama mwanzo, lakini huyu mwanamke alisema, "Acha kelele, mbona unakuwa kama si mwanaume? Kama ningekuwa na nia mbaya na wewe ningeshakudhuru." Mpenzi wa Neema aliongea kwa kupaniki na woga, "Wewe unafanya nini hapa na umeingiaje ndani kwangu?" Huyu mwanamke akasema, "Sawa, nitakwambia." Akiwa anaendelea kuongea, mpenzi wa Neema aliondoka maana alikuwa anaogopa. Mwanamke anayuka kama jini au mzimu. Lakini kabla hajafika hata mlangoni, huyu mwanamke alisema, "Subiri, huwezi kuondoka, bado tunaongea." Mpenzi wa Neema alisimama, kisha akarudi kumsikiliza. Alimuuliza, "Unafanya nini hapa na umeingiaje ndani?" Huyu mwanamke alisema, "Nimeingia kwa kupitia ukutani." Mpenzi wa Neema alizidi kuchanganyikiwa. Aliuliza ili kupata uhakika, "Kupitia ukuta?
una maana gani kupitia ukuta? Lakini huyu mwanamke hakuonekana kuchukulia kwa uzito hali hii. Alikuwa anajibu kwa utani mwingi, alisema, nimeingia kupitia ukuta. Mpenzi wa Neema alisema, ebu nielezee vizuri, unamaanisha nini kupitia ukutani? Mbona haingi akilini? Huyu mwanamke alisema, namaanisha kupitia ukutani. Sawa sawa, nahitaji msaada wako, ndiyo maana nakufuata. Mpenzi wa Neema alisema, unataka msaada wangu? Ndiyo maana unanitokea na kunistua kama unataka nitoke roho. Kisha akaongeza kusema, sawa, unataka msaada gani? Huyu mwanamke alijitambulisha, mimi naitwa Faith. Lakini mpenzi wake alisema, mimi sijali kuhusu jina lako, mimi nataka kujua unataka nini na unafanya nini katika nyumba yangu. Faith alijibu, sawa, vizuri, umeniona sehemu ya maziko, kwa hiyo nimekuja nyumbani na wewe. Mpenzi wa Neema akajibu, umekuja nyumbani kivipi na kwa nini? Faith akajibu na kusema, nimekuja na wewe kwa sababu wewe ndiye mtu pekee unaweza kuniona. Hata mimi nimeshangaa kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuniona, na ndiyo maana nimekuja nyumbani na wewe. Hii imeshakuwa chachu. Nini kitaendelea? Je, Faith ni mzimu, ni jini, mchawi au nini? Na je, anataka msaada gani kutoka kwa mpenzi wa Neema? Yote tutakutana nayo kwenye mwendelezo wa simulizi hii.